Habari mtumiaji wa mfumo wote wa Janja POS. Kwenye video hii nitakuonyesha jinsi ambavyo unaweza ukaongeza bidhaa mpya kwenye mfumo ama duka lako, au ambavyo unaweza ukaongeza huduma mpya kwenye duka lako ama kwenye biashara yako ambayo utakuwa unaifanya. Basi unakuja upande wa huku kushoto kwenye menu. Kama haijafunguka utabonyeza hiki kitufe hapa juu, kisha utakuja sehemu ya utakuja sehemu imeandikwa items, inventory, kisha items. Utakuja sehemu imeandikwa items list. Ukibonyeza hapo, basi hapa kwa juu una uwezo wa kuongeza hiyo bidhaa kwa kubonyeza create. Hapa utaletewa sehemu mbili, unaweza kuchagua product au service. Hapa ni kwenye bidhaa, hapa ni kwenye huduma. Kwa hiyo tuanze na kuweka bidhaa mpya. Unachotakiwa kufanya ni kwamba hakikisha unajaza kila sehemu ambayo inaonyesha hii nyota nyekundu. Ina maana hiyo ni sehemu ambayo ni ya lazima kujaza. Kwa mfano nitaandika cola, Azam Cola. Kisha hapa namba automatically itajijaza, hii ambayo ni kodi, au kama una barcode utaiandika hapa. Kisha utachagua barcode, aina ya barcode. Kwa mara nyingi inakuwa ni hiyo kodi namba 28 ambayo itakuwa ipo kwenye mfumo tayari. Kisha unachagua category ya bidhaa yako. Tuseme labda hii ipo kwenye kwa mfano tu Samsung. Okay? Kisha utakuja hapa kwenye brand ambapo sio lazima ujaze. Utakuja kwenye unity, utachagua unatumia unit zipi, kama ni PC, kama ni nini, kutegemea na ambavyo utakuwa umeuseti mfumo wako. Kisha utakuja kwenye tax, itakuwa ni 0 hapa kwa mfano. Kisha hapa utachagua aina ya tax. Mara nyingi tunatumia inclusive. Exclusive ni kama bidhaa inakuwa haina kodi ndani. Kisha hapo utakuja kwenye regular price, utajaza gharama ambayo unamuuzia mteja wako hiyo huduma. Kwa hapa ni bidhaa. Kwa nitaandika labda 700. Kisha nitakuja kama nataka kuweka discount ambazo unaweza kuwa naweka na kubadilisha mara kwa mara. Kuna uwezekano huo. Kwa hiyo utaona kwamba ukijaza discount itabadilika hapa selling price. Kwa mfano nikiandika 50 itabadilika kwamba inakuwa discount ya 50%. Tuseme kwa sasa hatuhitaji discount. Tabonyeza hapa kwenye opening kwenye add opening stock. Kisha naweza nikaja hapa nikajaza nahitaji stock kiasi gani ambayo ninayo kwa sasa. Sema labda nimesajili bidhaa hii kwa stock ya units zipo 50 na gharama ambayo mimi nanunulia sasa. Ili uweze kupata faida inabidi ujaze hapa gharama ambayo ni unanunulia, ambayo tunasema ni stock unit price. Kwa hii ina maana kila PC moja ya Azam Cola itakuwa inauzwa shilingi ambayo unainunulia shilingi 500 wewe. Basi baada ya hapo utakuwa umemaliza vitu vingine vyote sio vya msingi, kisha utabonyeza save. Hapa unaweza pia ukachagua kama unataka mfumo ukukumbushe kwamba stock inakaribia kuisha, unataka ikukumbushe zikiwa zimebakia ngapi. Na hapo pia una uwezo wa kuchagua kwamba iwe inactive. Ina maana ninaposave hapa hii bidhaa kwenye mfumo haitaenda moja kwa moja kwenye duka kuuzwa. Kwa hiyo bado nitaipitia tena kuirekebisha. Lakini nikisema active ina maana nimeruhusu iende kwenye mfumo moja kwa moja. Kisha nitabonyeza save. Basi hapo unakuwa umemaliza bidhaa yako kuisajili kwenye mfumo, na unaweza kaiona hapa juu kama ilivyo. Kuongeza huduma nitakuja hapa kwa create, kisha nitachagua service. Utofauti ni kwamba hapa tuna service cost. Kwa hiyo hii ni gharama ambayo natumia kuandaa hiyo huduma. Kama unataka uwe na gharama fulani ili uweze kupata faida, lazima kuwe na gharama ya cost na pia na regular price, ile ambayo unamuuzia mteja hii huduma yako. Lakini mara nyingi utakuta huduma mtu anaweka 0 kwa sababu anakuwa hajanunua kitu. Tuseme labda unatoa labda huduma ya kurekebisha simu, so hauwezi kuweka service cost. Ina maana moja kwa moja tunachukulia kama vile faida inakuwa ni 100. Basi hapo utaandika labda huduma, gharama ya huduma labda 5000. 50,000 utaandika hapa, kisha utaandika huduma gani, labda kutengeneza your iPhone.
kisha nitachagua category kutegemea na mambo nimeandaa category zangu kwenye mfumo. Utachagua kutengeneza simu kwa mfano. Hapa hizi zingine sio lazima, utachagua unit lazima iwe ni PC moja na unatoa huduma moja moja. VAT utachagua hapa, mara nyingi watu wanaweka 0, ndipo utakuta tumekusetia kwenye mfumo wako au utakuta umeseti kama ambavyo unataka. Kisha kuna aina ya tax kama nilivyosema hapo ni inclusive. Basi unakuwa umemaliza, unaweza ka save hapo, unakuwa umeshaandaa huduma yako. Kwa ipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwenye POS kama ambavyo video zingine zinaonesha. Unaweza kuikuta kwenye POS hapa hii huduma uliyoongeza mpya. Kwa mfano unaweza kuona hapa ipo kutengeneza simu, na hapa ile tuliongeza nyingine za mkola zipo hapa pesa 50. Basi unaweza kaendelea kufanya mauzo. Asante sana kwa kutusikiliza.